shirika ambalo limejikita kutetea haki za watoto hapa Tanzania ambalo linaitwa SEMA. Linaonyesha jinsi ambavyo wazazi wengi wameshindwa kuweza kutoa malezi yaliyo bora kwa watoto wao. Tena kwa wale ambao wanazo hizi, walio wengi wanaharibikiwa kwenye malezi ya watoto. Siwezi kusema kwamba wamechanganyikiwa, ninaweza kuwa nimetumia lugha ambayo ni mbaya, lakini wameharibikiwa. Semi inasema hivi, mtoto, hata wewe mzazi naamini unatambua, mtoto anapofikisha umri wa miaka 9, ubongo wake umeanza kukomaa, anaweza akakabiliana na vitu hata ambavyo ni vigumu kidogo. Lakini fikiria wewe mzazi, tena umeokoka, umepewa ufahamu mzuri, unampeleka mtoto wako kwenye shule ya kulala huko, mtoto wako wa umri wa miaka 2. Unaisikia hiyo? Unampeleka mtoto wako wa umri wa miaka 2 kwamba akalelewe na walezi wengine huko shuleni. Utakutana naye mwezi wa 6 baada ya kuwa wamepata likizo. Mtoto wa miaka 2 hata akijisaidia hajaweza kujitawaza mwenyewe, lakini unapeleka kwa watu wengine wa kulelea mtoto wako. Unaonaje? Tatizo tu pesa, kwamba wewe uko bize na kazi yako, unatafuta shilingi, mtoto wako unapelekea watu wengine wa miaka 2. Hata chama kilichojikita kutetea haki za watoto hakikubaliani na jambo hilo. Mmesikia miaka 3 iliyopita mchakato, jinsi ambavyo kwenye mitandao ilikuwa inazungumziwa sana hapa Tanzania kwamba wapeleke watoto kwenye shule hizo za kulala huko kwamba umri wa miaka mingapi. Ili tikisa kidogo Tanzania, lakini kwa mzazi ambaye una akili, tena umeokoka, unapeleka mtoto wako huko, unakwenda kumtupa tu. Na unajua tatizo ni nini? Watu wengi ambao wameokoka, ambao ni wazazi ambao tunategemea kwamba tuwe wazazi bora, tumejikita watoto wetu wawe na elimu nzuri, kwamba wafanye kazi nzuri. Hayo ndiyo matarajio yetu, na ndiyo maana tunalazimika hata kupeleka watoto wetu kwenye shule za boarding, ili kwamba wakae huko hata wakiwa na umri mdogo. Si kwamba unamsaidia mtoto wako. Sawa, mtoto wako atapata elimu, lakini utakuwa umempoteza kwa mambo ya rohoni, kwa sababu utamsaidia huyo mtoto wako. Nimesema kwamba ndoto ya Mungu kwa watoto wako ni ili watoto wako wawe watakatifu, lakini ndoto ya ulimwengu kwa watoto wako ni ili wajiingize kwenye mambo ya starehe, ikiwemo michezo. Si kwamba mbaya, ikiwemo elimu si mbaya. Ukiwa na elimu pia unaweza kufanya mambo yako vizuri, lakini kitu cha kwanza, mtoto wako amjue Mungu. Hilo ndio jambo ambalo ni la muhimu kuliko mambo yote. Ni kwa nini dhana hiyo imewateka sana watu walio wengi walioamini?